Naahidi kwa dini yangu kwa kusema kweli. Sasa naahidi kwa dini yangu kwa kusema kweli. Nasema kweli kwa nguvu na heshima kwamba. Nasema kweli kwa nguvu na heshima kwamba. Nitamtii na kumtumikia Mheshimiwa Rais. Nitamtii na kumtumikia Mheshimiwa Rais. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amiri Jeshi Mkuu. Amiri Jeshi Mkuu. Nitatii sheria na kanuni. Nitatii sheria na kanuni. Zilizokwisha kutolewa. Zilizokwisha kutolewa. Juu yangu. Natakasa tolewa juu yangu. Mara kwa mara. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Vijana kujitolea operation miaka 60 muungano tulipo mbele yako. Tulianza mafunzo tarehe 30 Disemba 2024 tukiwa ni vijana kutokea mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani. Hadi kufikia siku ya leo, vijana wenzetu watatu hawakufanikiwa kuhitimu kwa sababu mbalimbali. Operation miaka 60 muungano kundi la Ihari tunao mafanikio mengi ambayo tunajivunia kuyapata katika kipindi cha majuma 16 ya mafunzo yetu. Kati ya mafanikio hayo mengi ni pamoja na haya yafuatayo. A. Mafunzo haya yametuongezea ufahamu, uelewa, nia na moyo wa kulilinda taifa letu la Tanzania. B. Muda ni nyenzo kuu ya maendeleo na mafanikio. Tumejifunza kutunza na kuthamini muda wakati wote. C. Tumejengewa uzalendo, uadilifu na uaminifu kwa nchi yetu na rasilimali zake. D. Tumejifunza shughuli za kilimo, ujasiriamali pamoja na stadi za kazi. E. Tumejifunza kuwa uvumilivu na wakakamavu. Kwa majina naitwa Luteni Kanali Andrew Dennis Lwanda, kamanda kikosi 439 alimaarufu Makuyuni JKT. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa operation miaka 60 ya muungano kujitolea yalifunguliwa rasmi tarehe 30 Disemba 24 yakihusisha vijana wazalendo wa Kitanzania kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Lengo kubwa la mafunzo haya ni kuwafundisha vijana kwa mambo makuu matatu. La kwanza, kujifunza uzalendo wa dhati kwa nchi yao. La pili ni kujifunza ulinzi wa nchi yao. Na la tatu ni kujifunza shughuli za uzalishaji mali na stadi za kazi. Kwa muda wote wa mafunzo yao, vijana walionyesha uhodari na umakini mkubwa kwenye kujifunza. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi kufikia tarehe ya leo, vijana ambao hawakumaliza mafunzo idadi yao ni 3 kutokana na utovu wa nidhamu. Kwa jina naitwa Kanali George Barongo Kazaula, ambaye namwakilisha mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Mabere. Kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Mabere, napenda kukushukuru wewe mgeni rasmi na wageni waalikwa wote kwa kuitikia mwaliko wetu na kuja kuungana nasi hapa leo hii. Nina imani hadhara hii itakuwa imefurahishwa na gwaride zuri tuliloliona pamoja na maonesho yaliyofanywa na vikundi mbalimbali vikiwemo vya Singe na sanaa, na hii inadhihirisha kuwa vijana wamepata mafunzo yenye viwango vinavyokubalika na Jeshi la Kujenga Taifa. Mafunzo haya ni mwendelezo wa utekelezwaji wa mawazo ya muasisi wa taifa letu, baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uanzishwaji wa Jeshi la Kujenga Taifa. Baba wa taifa aliwahi kusema, maana ya JKT ni taifa kudai huduma ya vijana na vijana kuitikia wito wa kulihudumia taifa kwa kazi yoyote inayohitajika. Kwa majina naitwa Brigadier Generali Justus Mwilambege Kita. Nimemwakilisha mkuu wa majeshi kwa siku hii ya leo ya kushuhudia hawa vijana wetu wanaomaliza leo. Niendelee kuwasihi nyie vijana mnaohitimu leo, nipende kuwakumbusha pia mtambue kuwa nyie ni nguzo muhimu sana katika taifa letu. Ndio maana serikali inatumia gharama kubwa kuandaa hadi hatua hii mliofikia. Pamoja na mafunzo mlioyapata, pia muweze kuzingatia utunzaji wa afya zenu kama nilivyosema hapo awali,
kwani afya ndio msingi na mtaji mkubwa kwenu. Mjiepushe na vitendo vya uvunjifu wa amani, mjiepushe na ulevi, utumiaji wa madawa ya kulevya, ulaji wa vyakula au utumiaji wa vinywaji vyenye kuhatarisha afya zenu. Ni vema kila mmoja akajiuliza atalifanyia nini taifa kabla ya kuuliza taifa litamfanyia nini. Mafunzo haya mlioyapata mkayatumie vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa kwa jeshi la akiba, na kamwe mtu yeyote asije akawalaghai hatimaye mkajiunga na vikundi mbalimbali vya uhalifu, kwani mtakuwa ni wasaliti wa taifa letu lililotumia gharama kubwa kuandaa. Vijana mnaohitimu leo pamoja na hadhara hii, napenda kuchukua fursa hii kuwaasa na kuwakumbusha juu ya matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Ukimwangalia mtu muda anaotumia kuangalia TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, yani utaeleza hata sijui 100. Faida anayoipata haipo. Yani dunia imeamua wakati mwingine kuwajaza watu mambo ambayo hayafai, wakati wenyewe wanapata pesa. Nadhani mnafahamu kwamba wamiliki wa mitandao hiyo ni matajiri wakubwa sana. Kwa mfano huyu wa TikTok amekuja juzi, lakini ni bilionea wa kutupwa. Lakini mnamfahamu wa Facebook, nadhani ndio bilionea mwenye hela nyingi katika umri mdogo. Sasa ukiwa mbunifu hivyo ndivyo ambapo utaenjoy kwenye dunia hii. Lakini ukiwa mtumiaji, matokeo yake ni kwamba muda mwingi utaupoteza, lakini hakuna utakachokipata kwenye mitandao. Waulizeni walianza kutumia muda mrefu, je, kuna faida gani? Kiukweli ni hasara tupu, kwa sababu natumia pesa, lakini hata akili inaanza kuyumba. Ukiwa unashinda kwenye mitandao, akili lazima iyumbe. Naomba niwakumbushe pia kwamba mwaka huu, mwaka 2025 ni mwaka ambao ni mwaka wa uchaguzi. Oktoba 2025 Watanzania watachagua viongozi, ikiwa ni madiwani, wabunge na rais. Kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura atumie haki yake ya msingi ya kupiga kura, kuchagua viongozi. Aidha, tujitahidi kudumisha amani, utulivu katika kipindi chote ambacho taifa hili litakuwa kwenye uchaguzi.